pazia la huzuni iliyojificha. Nalia kimya kimya usiku nikikuita jina lako, hakuna anayesikia kilio cha ndani yangu. Miguu imechoka lakini safari bado ndefu. Ninapovunjika sina pa kukimbilia ila kwako. Nimechoka kuwa mwenye nguvu mbele za watu, wakati ndani navunjika vipande vipande. Nahitaji mkono wako uninue kutoka mavumbini. Usinipite Bwana, nisimame tena kwa nguvu zako. Nipe amani katikati ya machungu, maana wewe ni faraja yangu. Moyo wangu umechoka kubeba maumivu yasiyo na jina. Nalia gizani nikikuita, usiniondoke Baba yangu. Kila pumzi ni kilio, kila machozi yanakutafuta. Nivute karibu na kifua chako, nipate kupumua tena. Usiniache nizame kwenye huzuni isiyo na mwisho. Wewe ndiye tumaini langu linapofifia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Naamini kwa neema na rehema za Mungu wote mnaendelea salama. Mungu anazidi kuendelea kuwatetea na kuwapigania. Ninamtukuza Mungu sana kwa siku ya leo ambayo amenipa kibali cha kusema machache ambayo amekuwa akisema sana ndani yangu, na kwa kweli ninaomba anihurumie kwa sababu yumkini ujumbe huu ulitakiwa utolewe mapema sana, lakini ukacheleweshwa kwa sababu moja au nyingine. Lakini ninamtukuza Mungu kwamba imempendeza tena siku ya leo kuweza kuzungumza na watu wake, kwa wale ambao wamewadhamiria kwa siku ya leo. Na bila kupoteza muda, ninaomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya neema yako na rehema zako. Asante kwa kutupa tena nafasi mpya na nafasi nyingine ya kuweza kulitafakari neno lako. Ninaachilia damu ya Yesu katika neno hili, Bwana, ambalo tunakwenda kulitafakari. Tunasihi kwa damu yako ya thamani utupe uelewa wa kuweza kuelewa na mapokeo ndani ya mioyo yetu, ili tuweze kupokea neno hili sawasawa na vile wewe unavyotaka. Baba, tunazitiisha kila fikra na kuangusha kila ngome za kipepo ambazo zitazuia neno hili lisifike na kueleweka sawasawa ndani ya watu wako. Na Baba, tunaomba fikra zote zipate kukutii wewe. Na nyunyiza damu ya Yesu katika hili neno, ili likalete mwanga na sio kuleta giza katika mioyo ya walio wa kwako. Ni katika jina la Yesu Kristo lipitalo majina yote tunaomba tukikuamini, amen. Watoto wa Mungu, siku hii ya leo kuna neno ambalo imebidi lazima nililete kwenu baada ya Mungu kutoa direction ya mistari kadhaa wa kadha katika Biblia, lakini pia na maono kadha wa kadha. So kwanza ninaomba tutaenda moja kwa moja katika neno la kutoka Mathayo mlango wa 15. Mathayo mlango wa 15 kuanzia mstari wa 10, kuanzia mstari wa 10 mpaka mstari wa 20. Lakini sitasoma maneno yote, nitasoma tu vipengele kadhaa
vile ambavyo vinapelekea sehemu kubwa ya neno hili. Sasa ukisoma katika Mathayo mlango wa 15 utaona Mungu anazungumzia kuanzia mstari wa 10. Neno linatueleza kuhusu mambo ambayo yanatia unajisi kwa mwanadamu. Na kabla tusijaendelea, niseme kwamba neno hili linahusiana na mambo yaliyoko moyoni na namna ambavyo Mungu anataka mioyo yetu iwe wazi na iwe safi kwa ajili yake na kwa ajili ya kuruhusu zile baraka ambazo tayari ameshatuandikia na tunatakiwa kuzipokea. Lakini Mungu anapotuangalia na kutuchunguza, anaona kwamba mioyo haiko katika nafasi au status ambayo ilitakiwa iwepo ili kuweza kupokea yale unayotakiwa kupokea. Ukisoma mstari wa 18 anasema, bali vitokavyo vinywani vyatoka moyoni. Naomba nianze mstari wa 17. Anasema, hamjafahamu bado ya kuwa kila kiingiacho kinywani hupitia tumboni kikatupwa chooni, bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Lakini pia ukisoma mstari wa 11 anasema, sikilizeni mfahamu, sicho kiingiacho kinywani kimtiacho mtu unajisi, bali kitokacho kinywani ndicho kimtiacho mtu unajisi. Kwa sababu kile kinachotoka katika kinywa, tunarudi sasa katika mstari wa 18, kile kinachotoka katika kinywa kinatoka moyoni. Ukiangalia mstari wa 19 anasema, kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. Sasa naomba tuache mlango wa 15 wa Mathayo, twende kitabu cha Zaburi 97. Zaburi mlango wa 97. Ni zaburi ambayo ina maneno machache tu. Na sitataka kusoma kila mstari, lakini nitaenda mstari wa 10 na wa 11 katika Zaburi ya 97, ambayo anasema, enyi mpendao Bwana, uchukieni uovu, walinda nafsi zao watauwa wake, na kuwaokoa na mkono wa wasio haki. Na anasema, nuru imemzukia mwenye haki, na furaha wanyoofu wa moyo. So wakati nilipokuwa ninatafakari mistari hii ambayo ilikuja kwangu na kulingana na maono ambayo nilikuwa nimeachiliwa, Mungu anasema sana juu ya mioyo ya watu. Ni namna gani ambavyo tunajaza vitu ndani ya madhabahu ya moyoni, na vitu hivi ambavyo vipo ndani ya mioyo vinatunajisi na kutuchafua. Na mara nyingi tunaweza tukawa tunaangalia vitu, kuna tabia fulani ambazo inawezekana yumkini tunazo, tusijue kwamba tunazo. Na tunapoenda mbele za Mungu, tunaenda tukiwa wasafi wa nje, lakini ndani kuna weusi. Na ndiyo maana utaona katika neno la Mungu pia, Mungu amekuwa akisema sana kwamba anaangalia mioyo ya watu. Kwa hiyo Mungu anachunguza moyo, anaangalia mioyo inayopondeka mbele zake. Hata ukienda ukisoma kitabu cha Zaburi ya 51, Daudi alipokuwa anaongea ile zaburi ya kutubu, alikuwa anasema moyo uliopondeka ndio Mungu anaouangalia. Moyoni kwako kumejazwa nini? Sasa watu wengi wa Mungu na watoto wengi wa Mungu na wapendwa wengi wanaweza wakawa wanaonekana, na tunaweza tukawaonekana nje kwamba ni wasafi, lakini mioyo imejaa uharibifu. Na tunaenda mbele za Mungu kila wakati
na kuomba na kutegemea Mungu atupe kitu, lakini ndani ya mioyo ni mioyo iliyojaa chuki, ni mioyo iliyojaa uharibifu, ni mioyo iliyojaa uongo, ni mioyo iliyojaa kila aina ya vitu vya giza ambavyo Mungu akituangalia na kutuchunguza, anatamani wakati mwingine kukupa majibu ya kile unachoomba. Anatamani aweze akakuvusha mahali, lakini kwa sababu ya what is in your heart, kinaweka mazuio na kufanya Mungu ashindwe kufanya kile anachotaka kukifanya. Na watoto wa Mungu, kuna nyakati nyingine tunakaa katika mazingira ya kuona kwamba mimi sina uharibifu ndani, mimi sina chochote ambacho ni kibaya ndani ya moyo wangu. Lakini Mungu akienda akichunguza deeper in you, anagundua kuna aina fulani ya nyoka aliyekaa ndani yako, ambaye, na tunajua ishara ya nyoka inaashiria uharibifu, lakini pia inawezekana kabisa, tunajua katika neno la Mungu nyoka alienda akamdanganya Hawa. Kwa hiyo nyoka anaashiria lugha za udanganyifu. Kwa hiyo Mungu akichunguza ndani yako, anaona kuna mambo ndani, inside you, ambayo hayampendezi. Lakini kama wanadamu, mara nyingi bila kuangalia what is in our hearts, bila kumwambia Mungu aendelee kuchunguza na kutusaidia na kurehemu na kutengeneza hayo madhaifu tulionayo, sisi tunaenda kila wakati mbele za Mungu na kutegemea kwamba Mungu kuna jambo atatufanyia. Tunaomba Mungu, tunataka hiki. Mungu, kuna ahadi hii umetupa. Mungu, kuna hiki, nimekaa kwenye maombi muda mrefu sijibiwi. Mungu, kuna hiki. Mungu, kuna hiki. Lakini Mungu akikaa na kukuchunguza ndani yako, akikuweka katika kipimio chake, anaona kabisa kwamba kuna vitu ndani ya moyo ambavyo vinazuia Mungu kuweza kukufanyia kile anachotaka kukufanyia. Matokeo yetu tunajikuta tunapishana na baraka kwa sababu ya vile ambavyo vimejaza mioyo yetu. Sasa Roho Mtakatifu alipokuwa ananisemesha kuhusiana na hili, alinipa mifano mingi, na katika mifano hiyo aliachilia mfano wa friji ambalo ni jeupe kubwa zuri, ambalo ndani ya friji kumewekwa vyakula vingi, na mikono mingi ikawa inapita na kutaka kuchukua chakula ndani ya friji. Lakini ukiangalia ndani ya lile friji, kulikuwa kuna nyoka ambaye ana weupe na weusi, amekaa ametulia kabisa ndani ya friji lile, na mikono ambayo ilikuwa inachukua chakula na kuweka chakula did not seem to care that inside that fridge there was a snake. Na Roho Mtakatifu alipokuwa anaelezea mafunuo haya, na ndipo alipokuwa anasema watu wanaingia na kutoka, wanaomba expecting to receive and give out, but inside their hearts there is a snake. Friji ilitumika kama eneo la madhabahu, maana tunajua friji mara nyingi yanakaa jikoni. Kwa hiyo jiko ni sehemu ya madhabahu. Jiko ni eneo la neno la Mungu ndani ya moyo wako, na katika huo moyo wako liko friji hilo ambalo Mungu ametumia kama ishara ya kuonyesha moyo umejaa nini, umejaza nini ndani, na matokeo yake ndani ya moyo kuna roho za uharibifu. Kuna tabia nyingine ambazo zinaweza zikawa zimekaa ndani yako kwa utulivu bila wewe kujua kwamba I have a particular character. Mtu anaweza akakwambia, mbona una wivu, mbona una kujisikia, mbona una dharau. Na kuna tabia nyingine unaweza ukadhania kwamba hizi tabia sio za kwangu wala sina. Lakini Roho Mtakatifu anachojitahidi kutuambia hapa ni kwamba ziko tabia ambazo yumkini kama yule nyoka aliyekaa ndani ya friji, yule nyoka ambaye haleti uharibifu na amenyamaza na watu wanachukua vyakula na kutoa na kurudisha. Nyoka amekaa na wala hana shida, lakini ukweli ni kwamba huwezi kuzuia the fact kwamba the snake is there. Sasa njia ya kuweza kumuondoa snake huyo ni ipi? Kwa sababu katika yote yule nyoka lazima atolewe. Huwezi kukaa ndani ya nyumba
kuna uharibifu, au umekaa ndani ya nyumba umeona nyoka ukaingia kitandani na kuendelea na vitu vyako vya kawaida na kulala bila kumuua kwanza yule mharibifu ambaye ameingia ndani ya nyumba yako. Na kwa nini tunatafuta katika kumuua? Tunataka kumuua kwa sababu anapomwaga sumu au akikuvizia, yeye ndio anayeweza akakumaliza. Lakini mara nyingi watoto wa Mungu hatuangalii hayo. Tunaweza tukaona tu kwa sababu haya ni madhaifu, na kwa sababu tunajua neno la Mungu linatuambia kwamba Mungu anaangalia vilivyo dhaifu, na katika udhaifu huo yumkini kabisa kuna watu ambao wanachukulia neno hilo vibaya. Sasa kama kuna nyoka ndani, Mungu anategemea tufanye nini? Mungu anachotegemea ni yule nyoka atolewe. Mungu anachotegemea ni sisi kuondoa ule uharibifu ulioko ndani. Mungu anachotegemea ni kuondoa yale madhaifu. Lakini how many times watoto wa Mungu tunayaondoa hayo madhaifu? How many times? Na nikaletewa scenario nyingine ya mtu kwenda hospitali, anaambiwa apime ugonjwa wa HIV, akawa yuko worried, hataki kupima. Na katika scenario nzima ya kutotaka kupima, daktari akamwambia what I need ni wewe uweze kujua afya yako namna ilivyo. Na kilichotokea ni kwamba mtu yule alienda hospitali akakubali kwenda kupima, na katika kupima huko akaondoka asisubiri majibu. And then I was asking God, what do you mean with this? Maono ulioyaachilia unamaanisha nini? Akasema mara nyingi watu wana madhaifu ambayo hawataki kujua kwamba madhaifu hayo wanayo, na madhaifu hayo yanawachafua, kama jinsi ambavyo tunaambiwa katika neno la Mathayo kwamba kimtokacho mtu ndicho kinachomtia unajisi, kwa sababu ni kitu ambacho kimetokea ndani. Na ukisoma kitabu cha Zaburi, anaongelea kuhusu nafsi, tuwe watu wa kupenda kuyatenda, kuacha maovu na kufanya yaliyo mema, kwa sababu ya kulinda zile nafsi, kwa sababu Mungu anawabariki watu kutokana na nafsi zao na usafi ulioko ndani yao. Sasa mara nyingi tuna madhaifu, watoto wa Mungu, lakini katika madhaifu hayo hatutaki kuyafanyia kazi, hatutaki kuyanywea dawa. Na akanipeleka kwamba mtu anapokuwa na ugonjwa, for instance kama HIV, anaweza akasurvive years and years, lakini atasurvive kwa sababu gani? Kwa sababu anakunywa dawa, na dawa anazinywa kila siku, na zile dawa kwa sababu anazinywa kila siku zinaweka CD4 zake zinakaa sawa. Na nilipokuwa ninaendelea kutafakari, ndipo Roho Mtakatifu alipokuwa anasema nami kwamba dawa hizi ni neno la Mungu. Madhaifu unaweza ukawa nayo, lakini neno la Mungu limejazwa kwa namna gani ndani yako? Na ndiyo maana neno la Mungu linasema, linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana ndiko chemchemi ya uzima ilipo. Sasa mioyo hii tunailinda vipi, watoto wa Mungu? Mioyo hii tunailinda kwa kusoma neno. Mioyo hii tunailinda kwa kuwa na silaha iliyo sahihi, kwa sababu neno likijaza moyo wako, hata kile kinachotoka ndani yako kitakuwa cha utukufu. Unaweza ukawa na madhaifu ndani yako, lakini neno litakufanya kuwe na mabadiliko ndani. Neno litakufanya uweze kusimama katika kusudi. Neno litakufanya uweze kuisikia sauti ya Mungu kitofauti. Neno litakufanya uweze kusimama mahali ambapo hata kama umefanyiwa ubaya, lakini neno litakwambia kuna kuvumilia. Neno litakukumbusha kwamba tenda wema hata kwa adui zako. Neno litakukumbusha kwamba usiruhusu uharibifu ukaingia ndani ya moyo wako, kwa sababu unatakiwa kuulinda moyo. Mungu hajatuambia tulinde mali. Mungu hajatuambia tulinde huduma. Mungu hajatuambia tulinde ndoa. Mungu hajatuambia tulinde watoto. Mungu amesema linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, maana ndiko chemchem za uzima zilipo. Kwa sababu moyo ukiharibika, hata ndoa haiwezi kusimama. Moyo ukiharibika, hata huduma haiwezi kuendelea. Moyo ukiharibika, hata ulezi wa watoto hauwezi kuwa katika nafasi ambayo Mungu anataka iwe. Ndoa moyo ukiharibika, huwezi kupata baraka zile unazozitegemea, iwe ni kwenye biashara,
iwe ni kwenye kazi, mahali popote pale, moyo ukiharibika. Tunasimama vipi katika kuhakikisha kwamba mioyo yetu imesimama katika kusudi ambalo Mungu anataka lisimame? Maana baraka zetu zinapotea because mioyo yetu imejaa uharibifu. Na neno la Mungu linasema, Mungu, chunguza ndani yangu uone ni wapi palipo na uharibifu, ili nipate kutengenezwa. Kwa sababu Mungu akiingia ndani yako akakuchunguza, kuna madhaifu ambayo ulikuwa hujui kama unayo, Mungu atakudhihirishia kwamba hapa una madhaifu fulani. Mungu akiingia ndani yako na kukuchunguza, kuna vitu ambavyo yumkini ulidhani kwamba hivi ni kawaida, I can live with them, but God will tell you no, ninataka hivi vitu deal navyo ili viondoke, uweze kuwa kitu kingine cha tofauti. Kuna baraka ambazo Mungu ameziweka na anatamani aweze kuziachilia, lakini anachosema, the status of our hearts haziruhusu yeye kuachilia hizo baraka ambazo tunatakiwa ziachiliwe kwetu. Watoto wa Mungu, Mungu bado anatafuta mioyo yetu. Mungu bado anataka tufanye kazi na mioyo yetu. Haijalishi unaumizwa katika viwango gani, haijalishi unaona mambo ni magumu kiasi gani, Mungu anataka katika yote, linda moyo wako. Kwa sababu katika majaribu au katika tests ambazo zitakuja upande wako, ni test za kuangalia pia moyo wako, mapokeo ya moyo wako yakoje. Ili uweze kupandishwa viwango vingine, lazima Mungu aangalie the status of your heart. Yule nyoka aliyekaa ametulia ndani kama lile friji, tuhakikishe anatolewa na kuuawa, kwa sababu akimwaga sumu ndani ya chakula, vile vyakula vilivyoko ndani ya friji, maana yake ni kwamba vyakula vyote vitakuwa vimepata sumu na havitaweza kulika tena. Na ndiyo maana kwenye neno la Mungu tunaambiwa kitu kidogo kinaharibu donge zima, chachu ndogo inaharibu donge zima. Kwa hiyo kuna vitu fulani ambavyo vinaweza vikawa ni vidogo sana, the things that we ignore, and those are the things that destroys us. Those are the things that haziruhusu kutufanya sisi twende katika viwango vingine ambavyo Mungu anataka twende, the things that are within us. Mungu atusaidie, watoto wa Mungu. Tuangalie sana mioyo yetu inasema nini. Tuangalie sana ni vitu gani ambavyo Mungu anataka kutuletea, lakini akiangalia mioyo yetu, anaona mioyo yetu haina ustahilivu wa kupokea. Mioyo inaweza ikawa imejaa kiburi na kujitegemea. Tunakuwa na self reliance. Na ukweli ni kwamba kiburi ni kikwazo kikubwa sana ili kuweza kupokea neema ya Mungu ambayo anataka sisi tuweze kupokea na kurudi mbele na kuendelea mbele. Tunaweza tukafanya mambo mengi sana kwa kutumia akili zetu, kwa kutumia elimu tulizo nazo, kwa kutumia vyeo tulivyo navyo, bila kutaka kumshirikisha Mungu. Na Mungu anachosema, hivyo viburi na kujitegemea ni vitu ambavyo viko ndani ya moyo wako. Ni vitu ambavyo moyo wako unakuambia kwamba wewe unaweza kufanya hivyo, hutegemei mkono wa Mungu. Lakini neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yakobo mlango wa 4 mstari wa 6, anasema Mungu huwapinga wenye viburi, bali huwapa wanyenyekevu neema. Kwa hiyo ndani ya mioyo yetu lazima tuwe na unyenyekevu. Unyenyekevu unaanzia ndani. Unyenyekevu ni tabia ya ndani. Lakini pia tabia hii inaletwa pia kwa kulisoma neno na kujua ni kitu gani ambacho Mungu anataka, na kutengeneza mahusiano na Mungu. Kwa sababu mahusiano yetu na Mungu yanapokuwa sio mazuri, tabia za viburi lazima ziwepo. Tabia za kujitegemea lazima ziwepo. Unamtegemea Mungu kwa asilimia gani? Je, do you depend on God fully? Tujiulize, watoto wa Mungu. Lakini pia kitu kingine ambacho kinatumika kama ubatilifu ambao uko ndani, ambao yumkini kuna nyakati hatuuoni kama wanadamu, ni kutoamini na kuwa na mashaka.
Kuna ahadi nyingi sana ambazo Mungu amekupa. Kuna mambo mengi sana ambayo Mungu amekwambia. Atakufanyia hiki, atakufanyia hiki. Amekuahidi hili, amekuahidi hili. Lakini je, una imani katika kile ambacho Mungu amekwambia? Na ndio maana neno la Mungu linasema imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Lakini pia lazima tuelewe, watoto wa Mungu, kwamba imani ulionayo ndiyo inayoweza kukusaidia kuvuka na kupokea kile ambacho Mungu amekuahidi. Imani ulionayo ndiyo itakayokupa neema ya kupokea kile ulichoahidiwa. Imani yako. Tunakumbuka katika neno kwamba wana wa Israeli walishindwa kuingia katika nchi ya Kanaani kwa sababu gani? Imani. Hawakuwa na imani. Walikuwa na mashaka. Waliona hawawezi kuingia Kanaani. Walipopelekwa kipindi cha Musa, ukisoma kitabu cha Hesabu mlango wa 13, walipoambiwa wale wapelelezi waende wakachunguze 12, wapelelezi 10 ambayo ilikuwa ni ishara ya makabila 12 ya Israeli. Wapelelezi 10 walikuja kwa kuangalia wale Wanefili, waliangalia ile mijitu, wakaona kwamba hatuwezi. Ni kweli ni nchi idondokayo maziwa na asali, lakini watu walioko kule ni watu walio na nguvu, hawawezi, hatuwezi kutoboa. Lakini tunaambiwa Yoshua na Caleb waliangalia kwamba wanaweza, wakirudi nyuma na kuangalia kule Mungu alikowatoa, na ni mambo mangapi ambayo Mungu aliwafanyia, na bado Mungu alitoka kuwa mshindi kwa sababu ya nguvu ya Mungu wanayemtegemea. Lakini pia nikakumbushwa katika upande wa Danieli. Danieli aliwekewa sheria iliyowekwa ili iweze kumdestroy, na Danieli aliendelea kumwamini Mungu, akijua kwamba Mungu aliye naye ndiye Mungu mwenye nguvu na anaweza kumtoa, haijalishi ni aina gani ya sheria iliyowekwa. Wakaamua kumpeleka Danieli katika kinywa cha simba, kwa sababu ndiyo iliyokuwa sheria, na akaingia. Alikuwa hana makosa kwa sababu tu alikataa kuabudu sanamu. What happened? Mungu aliruhusu Danieli akaingizwa katika tundu la simba. Hakusema Danieli asiingie, lakini imani ya Danieli kwa Mungu anayemtegemea, imani ile ilimfanya Danieli, vinywa vya simba, Mungu akafunga vinywa vya simba, hakuna simba aliyeweza kumgusa kwa sababu ya imani. Tunaangalia pia kwa Shadrach, Meshach na Abednego katika tanuru ya moto kwa sababu ya imani. Kwa hiyo wingi wa imani ulionayo ndio itakayokuvusha na kukupeleka hatua nyingine ambayo Mungu amekupa ahadi kwamba unaweza kwenda. Neno la Mungu linasema, basi twaona ya kwamba hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Kitabu cha Waebrania mlango wa 3 mstari wa 19. Kutokuamini kunafanya ukashindwa kuingia Kanaani. Kutokuamini. Na mara nyingine unashindwa kuamini kwa sababu unaangalia mazingira yanasema nini. Lakini Mungu anachokuambia, kutokuamini kwako kutakufanya utashindwa kuingia Kanaani. Kwa sababu hata wana wa Israeli kutokuamini kwao kuliwazuia kuingia Kanaani. Lakini pia, mtoto wa Mungu, kitu kingine ambacho kinazuia na kinakaa ndani ya mioyo yetu ni hasira na uchungu. Bitterness. Hasira na uchungu. Mara nyingi ni watu ambao tunaweka vinyongo, tunaumizwa, watu wanatuumiza, watu wanatusema mabaya, watu wanatufanyia ubatilifu, watu wanatufanyia vitu ambavyo yumkini kuna wakati you never expected kwamba ungeweza kufanyiwa ulichofanyiwa. Lakini bado hivyo vinyongo unavyovibeba ndani vinaharibu na kupoteza baraka ambazo Mungu ameziachilia kwako. Kuna wakati mwingine unatakiwa kupita mahali fulani kwa sababu Mungu kuna kitu anataka akidhihirishe. But je, uko tayari kusamehe? Uko tayari kuclose that chapter ili Mungu akufungulie chapter nyingine mpya ya wewe kuweza kuendelea mbele? Kuna vitu ambavyo vinazuia. Tunaambiwa kama nanga, meli inapokuwa imetia nanga, inapofika bandarini ili isiweze kuondoka, basi na hivi vitu pia, hasira na uchungu, inaweka nanga kuzuia meli isiendelee kutembea. Inaweka nanga. Sasa tunaruhusu uchungu
uzuie nafasi ile ambayo Mungu anataka kutupa? Je, tunaruhusu uchungu utufanye tushindwe kusonga mbele? Mungu atusaidie sana, watoto na watumishi wa Mungu. Lakini pia kitu kingine ambacho tunatakiwa tukiangalie ndani ya mioyo yetu ni woga, fear. Kitu gani unakiogopa? Na tunajua kwamba uoga ni adui katika kupiga hatua. When you are afraid, huwezi kusonga mbele. Mara nyingi Mungu anataka tupige hatua za kusonga mbele, hatua za imani, leap of faith. Lakini kwa sababu ya uoga tulionao, tunashindwa kupiga hatua. Uoga unaturudisha nyuma. Uoga, je, kweli hili jambo linaweza kutokea? Je, kweli Mungu anaweza kusema sawa sawa na alivyofanya? Je, watu hawa walionizunguka watanionaje? Je, hiki kilichotokea kitanifanya niwe katika nafasi gani? Uoga unaturudisha nyuma katika hatua ambayo Mungu anataka tufike. Na kikubwa katika yote ni utii. Watoto wa Mungu, utii, kuto kutii sauti ya Mungu. Watu wengi tumekuwa ni watu ambao tunasema tunazisikia sauti za Mungu. Ni kweli unaweza ukaomba, ni kweli unaweza kusikia, lakini je, unatii? Na kutii ni katika maelekezo ambayo Mungu amekupa. Mungu amekupa maelekezo gani? What are you supposed to do? Unafanya sawasawa na maelekezo ambayo Mungu amekupa? Unatii kile ambacho Mungu amekuambia? Most of us, we are disobedient. And yet, with our disobedience, we still want things to be done our way. Lakini ukweli ni kwamba hatutii Mungu anachosema. Unaenda mbele za Mungu unalalamika vitu vingi, kwa nini ufanye hiki na hiki na hiki, lakini je, umetii? Ukisoma Kumbukumbu la Torati mlango wa 28, unaongelea kuhusu baraka na laana. Na baraka haziji katika maisha yako mpaka kuwe na utii. Unatakiwa kusikia, na ukishasikia unatii. Unapotii ndipo baraka zinapokuja. Mungu anakuambia atakubariki mashambani, atakubariki mijini, atakubariki uingiapo, atakubariki utokapo, kwa sababu ya kusikia na kutii. Kusikia peke yake hakutoshi, lakini kutii ndio kilicho muhimu zaidi. Neno la Mungu linasema nini? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, aliambiwa Sauli, mfalme Sauli, katika kitabu cha Samuel wa kwanza mlango wa 15 mpaka wa 22. Unaweza kuomba, unaweza kutoa sadaka, unaweza kufanya mengi, lakini je, unatii? Maelekezo unayopewa na Mungu, unatii? Mungu akikwambia fanya jambo fulani, unatii? Kwa sababu kinachotakiwa Mungu anachokiangalia, je, can I trust you enough to give you what you have asked me for? Are you trustworthy? Hivyo ni vitu ambavyo Mungu pia anaviangalia. Lakini je, unaangalia nini katika tamaa za dunia hii? Tunaweza tukawa tuna vitabia, na ndio hivi vitabia ambavyo tunaviongelea. Tuna tabia fulani ndani yetu tunaziona kwamba ni kitu cha kawaida. Unatamaa na vitu. Kuna vitu vingi unaviangalia katika hali ya kibinadamu, unakuwa na tamaa navyo. Inawezekana ikawa ni tamaa ya fedha, inawezekana tamaa ya anasa, inawezekana tamaa ya kupewa sifa na wanadamu, inawezekana tamaa ya kutaka kuwa na vitu ambavyo huwezi kuwa navyo, tamaa. Na hatujui kwamba tamaa ni sehemu kubwa sana ambayo inaifisha sauti ya Mungu moyoni mwako. Tamaa inakufanya usisikie sauti ya Mungu. Kwa sababu ukiwa na tamaa, Mungu akikuongelesha, utadhani unasikia kile unachotaka wewe kusikia, na sio kile ambacho Mungu anataka usikie. Tamaa. Tamaa. Ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2 mstari wa 15, anasema msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Tunatakiwa tuyawaze yaliyo juu, yaliyo mbinguni, sio yaliyo duniani. Tusiipende dunia. Lakini wengi wetu tunaipenda dunia zaidi kuliko ambavyo tunampenda Mungu. Watu wengi tunafanya vile ambavyo tunataka sisi tuonekane kwa watu badala ya kufanya vile vya Mungu. Na kwa sababu wakati mwingine unaweza ukafanya vya Mungu na ukaona nikifanya cha Mungu aibu itanifunika, nikifanya cha Mungu kuna mambo mabaya yatanitokea, watu wataniangalia kwa jicho la tofauti. Yesu Kristo alipokuja duniani alifanya ya Mungu. And what happened? Alipata shame, aliaibishwa,
alitukanwa, alidharauliwa, lakini alifanya yaliyo ya Mungu. Aliitii sauti ya Mungu. Je, sisi tunafanya nini? Tunaitii sauti ya Mungu? Tunafanya yaliyo ya Mungu? Watoto wa Mungu, tuangalie sana mioyo yetu ina status gani katika vitu vyote hivi ambavyo nimeviongelea, kupitia maono yale yanayojaza moyo na kutoka vinywani, lakini pia na vitu ambavyo vinakuwa mazuio vinavyotoka ndani yetu, ambavyo ni mazuio ya Mungu kutufanyia yale yanayotaka kutufanyia. Hebu tuyaangalie, watoto wa Mungu, ili tuweze kusimama katika lile kusudi ambalo Mungu ametaka kutusimamisha, lakini pia tuwe katika nafasi ya kuhakikisha kwamba shetani hapati lango la kutuletea uharibifu. Maana shetani ni baba wa uongo. Shetani ana roho ya uharibifu. Kwa hiyo tusiwe tunajikuta kwamba tunafungua malango na shetani anapata nafasi ya kufanya atakavyo na sisi, na matokeo yake tunapishana na baraka zetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru na kusema asante kwa ajili ya neno hili. Asante kwa uwepo wako. Asante kwa kile ambacho umekiachilia. Asante Yesu kwa kutukumbusha tena kwamba mioyo yetu inatakiwa iwe safi ili tuweze kupokea zile baraka tunazotakiwa kupokea. Lakini tunajua kwamba hatuwezi kuwa na usafi wa mioyo bila damu yako kuingia ndani yetu na kufanya usafi. Na hivyo Yesu, tunahisi hiyo damu yako ya thamani iliyomwagika msalabani ikasafishe na kututakasa na kutupa nafasi tena ya kuweza kusimama mahali ambapo tunatakiwa kusimama, kurejesha vibali vilivyopotea na kuturejesha katika nafasi tunazotakiwa kuwepo. Asante kwa maana tunajua neno lako linaleta uzima, na neno lako ni taa na nuru inayomulika ili kuweza kuondoa giza, na tunajua mahali nuru yako ilipo giza haliwezi kukaa. Tunalitukuza jina lako, na asante kwa maana tunajua utazidi kuendelea kusema na watu wako kupitia neno hili. Litukuzwe jina lako, Mfalme, sasa na hata milele. Ninaomba kupitia Utatu Mtakatifu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Watoto na watumishi wa Mungu, Mungu awalinde sana, Mungu awatunze na muwe na wakati mwema. Amen.